tumikia kizazi chake kwa mapenzi ya Mungu. Kiingereza ndivyo inasema hivyo, hata kama kile Kiswahili akifanya hiyo tafsiri vizuri. Kiingereza inasema for David, after he had served his own generation, by the will of God, fell and slept. Thank you. Paka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa duniani kila mtu aliye hapa ulifikanga hapa duniani kwa sababu ulikuwa unahitajika. Nataka unisikize vizuri. I'm not going to take a lot of time repeating so that you capture. Please, let us be good learners and ushike for the first time. Nikisema mara ya kwanza tu unashika ili nimalize mapema. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulipokuja hapa duniani ni kwa sababu ulikuwa needed. Na kuna wengine hata walikuwa wanahitajika urgently. So ikabidi bingu itumane kwa sababu zile vitu zinafaa zifanywe hapa duniani ni wewe tu ungeweza kuzifanya. Yani kulingana vile Mungu anaumba mtu, kila mtu akiwa unique. Zile vitu ulikuja kufanya hapa duniani hakuna mtu anaweza zifanya if you fail. Praise the Lord. They will remain undone kwa sababu Mungu aretangi watu kufanya kazi za wengine. Anaretanga watu kufanya kazi zao. Everyone has a special purpose. Bona uko hapa. Nisemee your mic, pastor. Uko hapa kwa sababu na siku ile kubwa duniani ya mtu yule amefika duniani ni kujua ni kwa nini ulizaliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema ulikuja hapa for a purpose. Na ile purpose ilikuleta hapa. The biggest and the greatest day in your life ni kujua ni kwa nini hiyo purpose. Ni kwa nini ulizaliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So, Daudi maandiko inasema yeye akatumikia kizazi chake. After he and served his generation. Wewe ni aje unatumikia hii generation? How are you serving this generation? Are you serving your generation? Are you serving your generation? Because after David served his own generation, the Bible says, by the will of God. How are you supposed to serve the generation? Your generation. By the will of God. Discover the will of God and then serve your generation. And when you serve your generation, you will not die. You will just sleep. After serving your generation, you don't die. You sleep. I want to challenge each and every one of us. If you have not started serving your own generation, your generation in any way, ask yourself, nilikujanga hapa kuserve hii generation namna gani? What was I supposed to serve this generation? How was I supposed to serve this generation? Na kwa mapenzi ya Mungu nilikuwa nitumikie hiki kizazi changu namna gani? Na kama kuna kitu nang'ang'ana sana katika maisha yangu, nijue kutumikia. Kabisa nitumikie kizazi changu. I serve my generation to the maximum according to the will of God. You did not come here to exist for your own self, for your own benefit only. Ulikuja hapa kuexist, kukaa na kutumikia, kuguza maisha ya hii generation yako. Hallelujah. Discover how you are supposed to serve, what God sent you, in which way
God didn't send you to serve your generation. Hata ukipata kibarua, hata ukifanya kazi, hata ukifanya biashara, hata ukipata pesa, si yako peke yako, ni yako na ikusaidie kutumikia kizazi chako. Hallelujah. I just wanted to read that verse. Tulipitia hiyo mstari jana, and it came to me with a lot of power. And I heard something pushing me. I felt something pushing me to read it to us, so that each and every one of us, usiondoke hapa duniani kama hujatumikia kizazi chako. Sema, sitaondoka hapa duniani kama sijatumikia kizazi changu kulingana na mapenzi ya Mungu. Lazima uguze hiki kizazi. Sema, lazima niguze hiki kizazi. Lazima niguze kizazi changu. Lazima nitumikie kizazi changu kwa jina la Yesu. It is very bad. Yani kukaa tu, kuzaliwa ukua hapa duniani, you just exist just like that. It is a tragedy. A great man of God by the name Miles Monroe anasema, it is a tragedy to live a life without purpose. Because when you discover purpose, you have discovered why you came here. And one of the reasons why you came is to serve your own generation. Generation E na kuitaji. One greatest statement that Jesus said one day by himself, you are the salt of the world. Wewe ni chumvi ya dunia. Na umepewa hapa duniani kama chumvi. Na maandiko inasema, sasa inamalizanga na bad news ya kwamba chumvi ikikosa ladha, inafaa ifanywe nini? Itatupwa na ikanyangwe, kwa sababu haina ladha. Maisha yako ndio maana hata katika pale umeajiriwa, wakati utaisha usefulness, when your usefulness is no longer seen, you will be sacked. You will be chased out of that place. Utafukuzwa hiyo kazi. Ndio maana unaonanga serikali inaandikianga mtu retire. We no longer, wanamwambia congratulations, you have retired, because you are reducing. Vile unavyozeeka ndivyo your usefulness, importance yako inaisha. So when you lack that taste, ukikosa ladha, unaondokanga hapo, unatupangwa. Inaweza kuwa hiki kizazi umekosa ladha, sasa unaweza kutupwa. Kama kuna kitu unafaa ungangane nacho katika haya maisha, ni kukeep ladha. Keep taste every time. Weka ladha yako kila wakati. Usikose, usitupe ladha, ili uendelee kukua useful hata kwa familia yenu. Ukikosa ladha, by the way, hawakutaki tena. Kile kinachofanya ukue unahitajika, ukue needed, ukue unahitajika, ni ladha. The taste, it is the taste of the salt that makes it to be needed here. Kama binadamu, kama chumvi haina ladha, hata binadamu haihitaji kwa chakula. Wewe wakati umekosa ladha, you are no longer needed. Praise God. Naomba kwa jina la Yesu, hakuna mtu aliyeketi hapa atakosa ladha kwa hii maisha kwa jina la Yesu. You will be needed everywhere you go. You will be missed everywhere you go. If you leave, they will miss you. Hallelujah. I told you, you are greater than the employment. The employment is not greater than you. You are greater than the employment. Ile kazi umeajiriwa, wewe ndio mkubwa kuliko kazi. Na ni kazi inakuhitaji, sio wewe unahitaji. Hallelujah. Wakati umeweka maisha yako iko na ladha, things you are needed, demand, you are demanded. Your supply is required.
Na naomba kwa jina la Yesu, wale watu tunalea hapa, mtakuwa mnahitajika sana. You will be highly sought of in the name of Jesus. Ukienda kazi mahali, kwa jina la Yesu, ukiondoka, let them miss you. Let them miss you. Amen. Wakumisi, wacha wakumisi, kwa sababu wewe na kazi, wewe ndiye mkubwa. You are bigger than your business. Your business needs you to survive, not you need the business to survive. Hallelujah. And that's why wisdom says it is money that needs us, not we who need money. And when we understand that statement, we will remain with money. Because when the money comes, it should not change you in any way. It should you change the money. Hallelujah. You are greater than where you are. You, by the way, let me surprise you again. You are greater than even this church. It is the church that needs you, not you need the church. Praise the Lord. The only thing that you are not greater to, it is God. Bible says, Jesus said before he left this world, akasema statement ambayo inafaa kukaa kwa akili yako kila siku na unafaa kuikumbuka na kuielewa. Akasema, mimi nimeondoka hapa duniani, nimewaacha nyinyi, mutafanya mambo makubwa kuliko yale nimefanya. You will do greater things. Generation ambayo iliachwa na Mungu na Yesu hapa duniani, it is a generation of greater, doing greater. Praise the Lord. Don't settle for anything small. You are a generation of doing greater. Say, I am a generation of doing greater. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize sasa, kwa sababu hiyo nilikuwa tunataka kuintroduce kitu kidogo. I just want to say a few things about this book. I said I will begin to teach this book anytime, and I want to, the remaining minutes before I hand over this microphone to Pastor Ken, ni kubali na itatumia dakika 10 sikienda sana 15 ili nipeane hii mic tukue na muda wa kuimba, si ndio? Grace Sharon, si mtaimba taimba leo, si ndio? Kinanda tutapiga, tuimbe vizuri. Amen, amen. Alafu pastor akuja conclude, compose vitu mingi in a few minutes na tumalize by one. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah. Allow me to introduce this subject, to begin handling this book today. Nataka kuangalia chapter 5 of the Act of Money. Chapter 5. Are we together? Enemies of wealth. Enemies of wealth. Enemies of wealth. Enemies of wealth. So, if you purchased this book, even if you don't write a lot, you can still fall up from the book, right? Enemies of wealth. Enemies of wealth. I want us to read the first statement in that book. It says, wealth does not disappear by accident. Wealth does not disappear by accident. By the way, let me tell you, unajua, nimekuwa na my mother akiwa mgonjwa, na nimepitia hali ya kuwa nahitaji pesa, na nimekuja kurealize ya kwamba pesa ni muhimu sana. Nimeongeza ile mambo najuanga kuhusu pesa, na kwamba pesa ni muhimu sana. Kuna mahali uta apply vitu hizo zingine zote unajua zisifanye kazi unless you apply money. Praise the Lord. Amen.
Tulikuwa tunaambiana na my wife ya kwamba kama tuko na pesa enough, angekujiwa tu na ndege pale Maua Stadium, ishikie yeye hapo, ifly yeye to anywhere, to get treatment anywhere in the world. Praise the Lord. Anywhere, because money is there. Now, why didn't we do that? Mbona hatukufanya hivyo? Sio kwa sababu hatutaki, tunataka. Ni kwa sababu hatuna pesa. Sasa wacha niwaambie tafadhali, usicheze na pesa. Don't play with money. Don't play with money. Take money seriously. Take money serious. Take money serious. Acha kujifanya, acha kukaa kama uelewi pesa ni nguvu ya pesa hapa duniani. Money is powerful. Money is powerful. Ambia mtu money is powerful. Ambia mtu, nimesema mwambie mtu money is powerful. Unaona vyenye umevaa nguo? It is because of money. Si eti unapendanga hata kuvaa hivyo. Ni pesa inafika hapo tu. Praise the Lord. Ni hiyo kiwango. Angalia nywele zako. Ni pesa inafika hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ombi ninawaombea kwa jina la Yesu. Ya kwamba miaka michache inayokuja utakuwa unakaa vyenye unataka, sio vyenye unaweza, kwa jina la Yesu. Money, wealth does not disappear by accident. Kuna mtu alikuwa kwa TV akilia, sijui kama mmemuona, na kwa magazeti, anaitwa Raphael Tuju. A minister that has been serving in the government for the longest time possible. Kutoka nikiwa mtoto nilikuwa nasikia Raphael Tuju. Ni mzee Raphael Tuju. Ako kwa serikali ya Moi, amekuwa kwa serikali ya Kibaki, amekuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, amekuwa kwa serikali ya William Ruto. Siku nyingine alikuwa analia, anataka, ameshindwa kulipa nyumba. Pesa ni serious. If you don't handle money well, usiangalie mtu eti yako minister, ako governor, ufikirie pesa, yani kutafuta pesa hivi na kuimaintain. By the way, managing money is an art. ART. It is a art. Yani is a skill you should learn. Managing money is a skill you should learn. Praise God. Don't play with money. Money can disappear. And it is not by accident. It is by your fashioning. Money can disappear from your hands. And let me ask you, last month ulilipwa. Wale wako kazi ya kulipwa mwisho wa mwezi, last month ulilipwa. Na wengine wale wako biashara kama kina Ndorokazi, last month ulipata faida. Can you trace that money where it went to? Can you trace every coin ulipeleka wapi? If you cannot trace each coin iliendanga wapi, kama huwezi jua hiyo pesa iliendea hapa, ingine kaenda hivi, ingine kaenda hivi, something you need to correct something in your life. Na kama kuna kitu inaweza kufanya maskini ni tumbo. Inaweza kukufanya maskini milele maisha yako. Tumbo inaweza kufanya maskini. Na shinda ya pesa ni kuwa capacity hapa kwa akili. Kama haiko, pesa huwa inaondoka. Money does not disappear by accident. Ni wewe unakuwa hujui kuimanage. Skill haiko kwa mikono yako ya kumanage pesa. Just as there are divine principles that multiply money, there are also spiritual, mental, moral, and behavioral enemies
that drain wealth. The Bible frequently warns God's people against patterns, habits, and the influences that destroy prosperity. To walk in lasting abundance, you must recognize these enemies and shut every door they use to access your financial life. So we are looking at the enemies of prosperity. Below are now the enemies of wealth. Number one, ignorance. Nini? Ignorance. Ignorance imbi kwethera utegomenya. Unaona ile maisha ya mtu anashingi ya mapuusa. Kupuusa tu. Ukaona mbia mweri yo. By the time yothira isiathirire no korwi na waikirie. Ukiangalia vyenye zilienda hawezi jua. Alafu next month you ignore, you just assume nilitumia, si nilitumia. You just assume. Ignorance can destroy your life and they can keep you stagnating forever. Ile maisha ya mapuusa, kupuusa vile pesa inavyoondoka kwako. Ole mtore na tambia siebe lake wewe. Sekinya ke wewe, how do money go away from you? Zinaondokanga kwako aje. Vile zinavyoondoka ndio inakuambia. Ndio inakuambia. Ignorance. Hosea chapter 4 and verse 6. Ignorance is the first and the greatest enemy of wealth. You cannot walk in what you do not know. You cannot command what you do not understand. The first thing you need to understand how to keep money. And let me tell you, ukipata pesa, anytime ukipata pesa, adui ya kwanza ni kuwa ujui ufanya nini na hiyo pesa. So, naweza kuimisha kila mtu katikati yetu. Pesa ikifika kwako, unakaa unajua. Hii pesa inafaa iende wapi na wapi na wapi. And by the way, ukiona pesa ikifika kwako inaondokanga kwako kwa speed. Angalia zile vitu zinafanyanga iende. Zinaendanga kwa attend vitu gani? Ukiona hizo vitu sio basic needs, unaweza waachana nazo. So that you keep it. So that you keep money. Utenaambia no uri okirio no te kuona nguo eku ya akurire no te kuona irato ibi akurire no te kuona njwire utire osuka lakini ociona immediately. I want to change. I want to add another cloth. I want to add another shoe. I want to add another thing. I want to buy. Wakati pesa imekuja ndio unakumbuka hata hukupigia mama yako simu ndio unanunua minute sasa. Na wakati hukuwa nazo hata hukuwa unakumbuka kuna vitu kama hizo. Wakati pesa imekuja ndio unakumbuka hata hujawahi ingia online hivi karibuni ndio unanunua mpanto sasa. Wakati pesa imefika ndio unakumbuka hata nilikuwa ni post kitu. Ndio sasa unakumbuka. Ndio unaanza sasa kununua bundles. When you get money, by the way, ile inaonyesha wewe umekomaa kipesa na unaelewa mambo ya pesa. Bia checking yake wewe. Relax. Can you keep carrying money? Can you carry money for 1 month without spending it? No riambia mweri winacho timu mukone riacho kawa ega igari hau no eta acio waeta thoko wacoka waturatura wacoka ukaliunga wakethia ntu wacoka wewe onacio utumira uko nazo unatembea yani uko area for 30 days unaweza kaa nazo. If you cannot keep money for many days without using it. Unajua, let me tell you, before, so that you know how to keep money, first of all, have a plan. Have a plan. Kuwa na plan.
kiomia ki mostly wale wa salary, wale wa salary kuwa na plani ya mwezi hii mwezi, sema ni pesa ngapi nitatumia kwa credit, weka hapa kwa airtime, andika hii mwezi nitatumia ngapi, you plan for it. Ni pesa ngapi nitatumia kwa transport, ni this amount, this amount. No nambia you ite kubangika you enacho bombere bia sekinyo bati kuadre, they save this amount. Ukiona mahitaji yako ni mingi, save before then plan for the remaining. Kama kuna vitu haziwezi kufanyika, zinaweza kaa if they are not basic needs, praise God, they can stay, zinaweza kaa. Lakini wakati mwingi pesa ikifika tu yani you are here, you are there, you are here, you are there, buying, giving, yani unatoa, sijui unatoa unapatia shopkeeper, unatoa unapatia nani, unatoa you give, you are a good giver and you are giving everywhere to get other items in return. Please jifundishe kukaa na pesa. Kuna watu wanasemanga tumia pesa ikuzoee, lakini mimi nasema kaa na pesa, kaa na pesa ikuzoee. Kaa na pesa, kwani ukitumia inakuzoea aje? Niko na pesa na kupatia, nipatie nguo trouser, imenizoea na iko kwako, sasa si nimepatiana, inanizoea aje ikiwa wapi na nimepeana? Kaa na pesa ikuzoee. Nikiomba change mtu mwingine, nikamwambia anifanyie loose, anilusenie pesa, ananipatia tu pesa, amekuja hivi. Namwambia baba, sasa how do you handle money? Handle pesa aje hizi? This is not good. This is how you handle money. Na keep money very well. Na jifundishe kukaa na pesa. Yaani ikaa nayo ikuzoee. No we kembia account neku inyaye M-Pesa. Weri. Oda siori nyage oria. Yo, oda siori oria mbia iri autu M-Pesa no. No ta ora gerendeti, ota ora MB. Ni MB gaimbi. Hallelujah. Then what you don't know will destroy you. What you don't know, it is very easy to kill you. Hata kama ni kidogo. Kitu yenye ujui inaweza kuua hata kama ni kidogo. Kataa kutumia pesa ikifika kwako. Kataa kuitumia. Kaa nayo hata wewe usikie vile watu wakikaa na pesa wanakaa. By the way, let me tell you, kuna maisha tulikuwa tunaishi mbeleni na familia yangu ya pesa zinakuja hiyo mwezi, mnakula zinaisha. Tunakaa hapo sasa tunangoja pesa ikuje tena. Inakuja tena, tunakula, inaisha. Alafu tunakaa tena tunangoja ikuje tena. Ikikuja tunakula, inaisha. Tunakaa hivi sasa tunangoja tena mwezi hiyo ingine ikuja. Na tulikuwa tunakula the first 2 weeks. Kama si the first 1 week. The first 2 weeks imeisha. Alafu tunakaa hivi na ujue the last 2 weeks zenye zitakuwa kabla pesa ikuje. Bado tutaishi, hatutakufa, tutaishi na pesa iliisha na tutaishi. Lakini the first 2 weeks we spent 30,000 and then we remain with the 2 weeks to spend 5,000. Kwa sababu hakuna pesa. So tutatumia 5,000 either kwa mandreni ama wapi. Lakini wakati ilikuja, the first week yenye ilikuja, if you calculate very well, you used around 20,000. Wiki hiyo ingine you used around 10,000. Alafu unangojea wiki zile pesa imeisha. Sasa mnaanza kurevise. Tunaweza kupika githeri mingi yenye tunakula leo, saa hii na jioni na kesho. Sio ndio hivyo? Sasa unaanza kurevise budget. Sasa unasema
unaweza pika muthokoi noturu ensenga ikarewa wanka okay. Lakini wakati pesa ilikuwa already imefika, hapo hakuna akili kama mnaweza pika chakula ikuliwe siku 2. Ni vitu alafu zinaisha, mnaanza kung'etia tena, mnaangaliana hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kama hivyo ndio maisha tulikuwa tunaishi saa hii. Wakati unajua mimi sijawahi kuwa na issue yenye inanihitaji kama eti kuna hata mgonjwa hako hospitali nini ya hakuna kitu nimewahi kuwa nayo kwa maisha yenye seriously inanihitaji na si yangu personal. Hiyo ndio ya kwanza. So wakati sasa you are needed, sijui kidogo unaitishwa ngiri 5, kidogo unaitishwa ngiri 7, kidogo unaitishwa ngiri 4, kidogo hivyo tu. You don't from nowhere anasia inaenda kusaidia mtu yote. Hadi tukikuwa tumekufa na stress. Umekopa mandeni, umemaliza marafiki wote. Umekulukania kila mtu. So, let me tell you, from when we started to understand money, ya kwamba kitu ya kwanza pesa ikikuja, just behave like the way you are behaving before that money landed. Kaa hivyo tu. Na naweza kuambia ukiamua kukaa hivyo for 1 month, you can, if you do ukikaa pesa ikuje ukae vyenye ulikuwa unakaa tu for 1 month, Mungu unaweza kupata nguvu ya kukaa 1 year. Na ukikaa 1 year, you cannot go back. You cannot go back kwa ile maisha ulikuwa unaishi tena, never. You can never, unless a tragedy happens in your life yenye itakureverse. Lakini kama hakuna, you cannot go back again. I'm telling you the truth. Ukijifundisha kukaa hivyo. Sasa unajua tulielewa vitu kidogo hapa na pale. Sasa unaona kama Dorcas pale. Yeye akaanza kusave kidogo pole. Saa hii hata ukiangalia Dorcas akitoka kwa gate ya kwao akiwa anaenda kazi. Dorcas, ukitaka kutuambia ukweli, unatembeanga vyenye ulikuwa unatembea, una pesa. Ukiwa unatembea, do you walk the same way? Hapana. Hautembei the same. You don't walk the same way. Hata kuongea, kuna vyenye ulikuwa hata ukiongelesha watu wengine wala unajua wengine wala wako na tupesa kidogo, wakati unawaongelesha kuna vyenye unawaongelesha na kawoga fulani kwe kaubwa kuna vyenye unawaongelesha ukiwa down. Najua when you have it with you, umefika kiwango fulani ya pesa, you don't talk. By the way, rich people don't talk very politely most of the times. Hata akikuja kunyolewa, utaweza kunyoa, anakupea masharti 2,000. Hata kama unanyoa na pesa mingi, yeye hataki kujua. Unajua ni masharti anataka ushike. Praise God. Unajua hapa duniani, pastor, kuna wakati nilikuwa nafikiria namna hivi, eti mimi nitatafuta mahali ninunue kashamba, ninunue kashamba hapa hata maua ama maili 3. Kuna wakati hata nilikuwa natafuta shamba ya kununua area. Nilikuwa napambana nikitafuta hata kashamba ya kununua nijenge mboma, hata mimi nikuwe na kwangu, sijui nini. Hiyo ni mambo ya ujinga nilikuwa nayo kitambo. Niliama. Yani the knowledge I have acquired about money, I don't even know where I will live. Sijui ni wapi. So siwezi kuwa nikipangia eti kununua shamba nijenge kwangu. By the way, nilikuwa hata na advise watu. I don't know what I was thinking. Eti ukipata tu pesa hivi, anzia kutafuta hata kaploti mahali, hakuna kitu kama hiyo. I don't know where I will live. Nimesoma siku nyingine nikaona in this country Kenya kuna area zingine unaishi huko watu hawazikangu huko hata ukinunua na pesa ngapi. Ni kwako lakini wewe ziko huko. Unaweza nunua
na uijenge na uishi hapo, lakini hakuna watu wanazikanga huko. So huku tunakaa kila mahali, watu wamezikwa kila mahali. Mimi hata pale umenunua umejenga ni kaburi ya mtu. Kuna mahali ya upigani hata na maspiriti ya waliokufa kitambo. That the rule ni sheria. A place like Karen. Unajua Karen watu wameenda kuishi huko, watu wa kawaida. Si wanasiasa peke yake, hata watu wa kawaida wameanza kuishi huko because people are getting money. This world, watu wameanza kugundua. In Kenya, tunaambiwa 10% of people in Kenya, of the population in Kenya, wamekuwa financially literate. Wameelewa mambo ya pesa na wameinvest na wameanza kuwa wandosi. Na ndio maana wakaanza kuoccupy Karen yenye ilikuwa inaoccupywa na dynasties za Kenya peke yake. Praise the Lord. May you be one of them in Jesus' name. Because God is taking us there. That is why I cannot build in Maua. Hallelujah. Naweza wika anywhere. Naweza kaa hata Karen. Nitakuwa nakuja ibada tu. Hallelujah. Huko hata hakujengwi kanisa. Karen ni hakuna kanisa. Ni residential place. Residential land. Watu wa kuikaa. Hakuna na wendi huko na gari na nguruma kwa nguvu. Ni zile gari zinaenda. Yaani inapita na hujajua kama imepita. Hakunanga hata bumps huko na hakuna kuoverspeed. Hallelujah. Hapa Kenya. Gari hazingurumi huko. Yaani huku tukiwa tumelala hapa, wakati mwingine tunaamushwa hata na lori imepiga bumps. Huku hakuna makelele hivi eti kile kinaweza kuamusha ukiwa Karen ni birds as they are singing their melodious songs in the morning very early. Hallelujah. On tops of trees. Kama hizo. We have big dreams. Say I have a big dream. Praise the Lord. Nasikia watu wengine kuna yule mama msichana wa Raila anaitwa Winnie Odinga. Anamwambia eti hajaolewa, eti hawezi hata omba kiti, eti hawezi lecture watu sababu hajaolewa. Sasa nashangaa watu wengine wanamwambia hajaolewa. Unakuta kanjamaa kamelewa kibondi, anasema huyo hatuwezi kumpatia eti hajaolewa. Yeye ameenda nchi zote hapa Kenya, wewe hujaenda. Hapa Afrika, hapa world, duniani hapa, wewe hujaenda. Sasa unaongea huko umesimama wapi? Ni kwa skini ama ni kwa nyama? Praise the Lord. Unaongea huko umesimama wapi? Unajua hapa duniani we are not people are competing for small things. I pray for you in the name of Jesus. Compete for great things. We are competing for greater things. As they are competing to be in Mairitatu, we are competing to be in Ruta. Na tutaweza kufika huko. It will be possible. Say it's possible. It is possible. Very possible. Hata ni venye nimekosa mtu wa kuuzia hizi kuku, hata sitaki kufuga kuku tena. Sitaki kufanya tu biashara ndogo. I want to do good things. Praise the Lord. Ukipata mtu anataka tuote akuje nimpatie tuote. Nifunge hizo nyumba. Not thinking sifugi kama vitu kama hizo tena. I've grown up. Imagine sasa nikiwa nakimbizana na kuku sahi nimewacha kwa jina la Yesu. Hallelujah. Sijui. I have discovered things. Nimejua vitu zenye zimenifanya niondoke hapa, niondoke huku. Si yuko nilienda. Praise the Lord. I don't know what. Every day I make sure I learn something about money. Andika hivi nikuambie wale watu uanze kusikiza hao watu sasa
Kutoka saa hii wacha kusikiza watu wale wanadansi TikTok peke yake na wale watu wana hata si wimbo peke yake. Siku nyingine nikanunua simu ikakuja na earphones. Mwenye simu akanipea earphones. Sasa zile earphones nakaa nikiweka earphones nasikiza wimbo. Yaani nikaona niko na ujinga. Unakaa unasikiza beat tu. Yaani unakaa unasikiza beat tu, melodies tu, unafurahi na unafurahi ukiwa maskini. Hapana. Shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Listen to things. Let people talk to you. Let people talk to your end. Feed you with information. You become what the content that is in your end. You cannot become more than the content you have. Amen. Huwezi kuwa content, huwezi kuwa zaidi ya content yenye iko kwa akili yako. Andika hawa watu huo unawasikiza. Number 1, Emmanuel Olumunde. Sikiza mwanaume kama huyo. Naongea, ni pastor, anaongea mambo ya maturity ya pesa. Vizuri, understanding wealth and finances. Toka hapa. Hallelujah. Anaitwa Emmanuel Olumunde. Huyo ni mmoja. Wa pili, sikiza mtu anaitwa jina hiyo nyingine sijui, Limangali from Zambia. Olumunde from Nigeria. Limangali. Hiyo ni lugha ya Zambia hiyo. Ni jina yake ya Kimeru ya kwao. Sikiza huyo. Listen to that guy. Huyu anapeana hata story yake. Vyenye wengine ndugu zake walikuwa wanafungua tu shop kwa village. Wakisaidia wazazi wao na tupesa tule wanapata. Yeye akaamua kukauka na pesa, kukua maisa. Wazazi wakasema yeye hasaidiani. Yeye akasema, akaambia mama yake, my brothers wameamua wawasovie tu problems tudogo saa hii. Mimi nimeamua nitawasovia zile kubwa in the future. Give me time. He started from zero, from a shop, a very small shop, something kidogo hapa na pale. Finally, he got wealthy. Paka alikuja sasa akaambia wazazi, sasa nyinyi hamtaishi hapa tena. Nimewanunulia nyumba pale, ndeni muishi huko. Praise the Lord. Because he became wealthy. Wewe, plani zako ni zipi? When you are competing vile hapana shindana na vitu tudogo. Save money like a mad person. Invest money like you are stupid. Are you hearing me? When the money comes to you, send it where you cannot withdraw it, and they say, I will not withdraw you. If a problem comes, let it solve it itself. If I cannot solve it. And when you keep that money, don't tell people, keep it and be silent. Money, let money speak it by itself later. Pesa ijiongelele baadaye. Amen. Uhitaji kuambia watu I have this money. No. Let money talk by itself for you in the future. Mnanipata? Sasa nimeona nimechukua muda mwingi, wacha nimalize kusoma hii. Please listen to those people. Listen to those people. Let those people help us. Wasikize. Wameandika hata vitabu. Sikiza usome. Soma hizo vitabu. Soma hizo vitabu. Ziko hata zingine online. Naweza download. Na maybe 100 vitu kama hizo ama bure zingine. Soma. 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 Are we together? I'll be telling you many more. Lakini anzia na hapo na hao. Wakueleze vile pesa ni muhimu.
katika haya maisha na vile unaweza ipanganisha. So kutoka leo enda ujiita mkutano na uwape, useme mimi pesa ikikuja kwangu nikiona faida. And let me tell you, by the way, ukiwa operate biashara ona baita kethira ote kwenda baita eu ire wa ingwe urenge iweke na usahau, kazi iendelee kujiendeleza yenyewe tena. Amen. Baraba ya musarene yue ya weka na usahau kwendera kwentuko weta niratu bitia girangi etabio weka sawa. Hii mwezi ya 4 tulisema tutakuwa na mkutano. Tutakuwa na mkutano ya kwanza na kusoma vitu mbili: how to invest in shares and how to operate, how to trade in forex. Those two. And we'll be doing that practical here. Practically. We'll do it here. So that we know pesa itusaidie. Number 2 yenye ninasema ya mwisho niende, laziness and the procrastination, the second enemy. Laziness and the procrastination. Procrastination ni kukaa ukiairisha, kuairisha. Uvivu na kuairisha, kukaa kuria weterakia manto yara ubangita kubwethi ukauga kanjĩrĩria kuinvest royo rwa kinyoka uane auke kinyoka uwa imbere auke. Procrastination is a method of the devil to make you stagnate forever. Laziness is a silent killer of destiny and wealth. Ukethira we lazy in investing and lazy also in looking for money. Ukethira tu mbocho abia na kwenda bara mbocho abia, lakini ende we lazy ke ku manage bia ku invest that money, makosa sana, itakuwa. Proverbs chapter 10 and verse 4. As lack bad causes poverty, but the hand causes poverty, but the hand of the diligent maketh rich. Mkono wako kama uko lazy kwa njia yoyote ile, either ni kwa kusave, kuinvest ama kwa kutafuta hiyo pesa, inaweza kufanya maskini. So jitolee. In short tunasema jitume katika kutafuta pesa. Wona bia, jitume katika kuinvest. Sawa? Jitume kwa kuinvest, kuwekeza. Ecclesiastes 11 yewa, jitume katika kuwekeza na uwekeze kwa njia nyingi. Invest in many ways. Kendo menya money count. Ajiriye mbere weka bia in for example money market funds. Ndio naambianga watu waanze nayo. Anzia hapo. Sababu hiyo pesa iko kwa money market fund ni ya kuku-insulate, ya kuku-insure about all your emergencies. Kama uko na emergency yoyote, that money can help you. Hiyo pesa inaweza kusaidia ukiwa na any emergency. Sawa sawa? Hapo kwa money market fund, you are insulating yourself against having loans, borrowing loans, taking loans from people that you will pay with interest. Hiyo pesa inakusaidia sana hapo. My wife is a witness. Wakati tulikuwa hatujui hii maneno ya investment, tulikuwa tunakaa tukiomba Tala, Branch, Zenka, unajua nazikumbuka majina mpaka sasa hivi. Ingine ni gani? KCB, Mshwari, overdraft, yani obora kaintokaria hapo tandaone kao mbekio kwa bia. Tulikuwa tunakajua, tunaomba hapo kila wakati. So unaweza jinyima miezi 2, 3, 4, 5, 6. By the time umalize mwaka hiyo ingine, you will never borrow again.
Praise the Lord. Laziness appears in many forms. Number one, sleeping too much is a form of laziness. Nilikuwa naambia watu ukijifundisha kulala sana, hapa duniani kitu yoyote yenye utakuwa kwa hii maisha utaifanyia mazoezi kwanza. Na wengine wanafanyanga mazoezi ya kulala, ujue unafanya mazoezi ya kufariki. So, jifundishe kukaa awake. Delaying important task, avoiding responsibility, or having a brilliant idea but never implementing them. Unajua kuna watu wanakuanga na ideas. Pastor, kuna mtu ananiambianga ni mwenye ideas. Munaenda mkutano anawapea ideas. The mother is the mother of ideas. Yeye ana give birth to every idea that can be done. Lakini yeye afanyi. You have very many ideas. By the way, how many ideas do you have that you never implement? And you have stayed with that idea for years. You have never implemented that idea. That is a form of laziness. When you have an idea, God gives you an idea. God has given you already money. That is money that God is giving you. So implement that idea. Implement that idea. Amen. Implement your idea. All right. So, for example, kuna mtu anasema, mimi nitaanzia kufanya kitu fulani na uanziangi. Mimi nitaanza kama vile pastor alikuwa anasema ataanza duka. Kila wakati anasema ataanza. Finally alikuja kuanza. Nini ulikuwa unaogopa? Hata hakuna iko yenye iko. Hallelujah. So you see, anytime you have an idea, jifundisha kuimplement hiyo idea. Let me mention this one and then we'll go. Wastefulness. Waste is the enemy of increase. God does not multiply what you waste. Wastefulness. John chapter 6 and verse 12. Gather up the fragment that remain, that nothing be lost, so that nothing will be lost. Mungu mwenyewe atakani na maneno ya kuwaste. How do you waste money? Wakati wale watu Yesu alifindi wale watu alifindi na mikate, ile ilimwagika akawaambia waokote. How many times chakula inaangukanga kwenu na hakuna mahali mnaipelekanga? Ni vizuri ujifundishe never waste money. Usi waste pesa. Unaweza waste pesa wapi na wapi? Biblia inasema unaweza waste pesa katika vileo. Ukaendra wewe mulebi, wewe waster of money. Bwana Yesu asifiwe. Mulebi is waster of money. You are wasting money. Na Bible iliwa zile vitu unakula hazina maana na haziani any benefit. Haziweki manufaa yoyote kwa mwili wako. Kama hakuna manufaa ya zile vitu unakula, you are wasting money. Unajua kuna wengine watu wakubwa wanakulanga hata peremende. You are wasting money. Urenda peremende ndi kwenderia muto munene yawe mutara. You are wasting money. Muntu ana miaka 30 kento 20 kento no munyete lollipop. You are wasting money. Ungeweka hiyo 10, weka. Save it. Kununua vitu zenye hauhitaji. Sometimes you buy things and you keep in the house for months without using it. Unanunua kitu yenye hutatumia mwezi huo. Yaani itakaa kwa nyumba miezi 3 kama hujawahi itumia. You are wasting money. Unaenda unanunua jikokoa, sijui meko kidogo, unaenda unanunua gazi 3. Wacha nikae na hii ikiisha ninatumia hii. Si ungerifiro tu.
Ukiangalia kwa nyumba yako ukiona viatu zenye ulinunua na uvaangi, you wasted money. That is a wasted money. Kila kitu yenye unanunua, nunua ile vitu unahitaji at that moment. Hata ukata na vitu za kuweka eti utatoa wakati wageni watakuja. Wageni wakuja watumie zenye unatumianga. Mpaka wakati utajitengeneza, establish. Unajua wewe unataka PR, unataka watu waone vyenye unakuanga na ukuangi hivyo. You are ni false appearance, false public relation. Yaani umeweka tungirasi tusimati mahali tusahani, alafu sasa wageni wakitokea area ndio unaenda unatoa unakuja unawawekea. Yaani wanasema hata mimi ningependa kununua sahani kama zile za Jackie. Kumbe hata si zake, hata atumiangi, amenunua 10 za kuficha za kutoleanga wageni. Leave that level. Wachana hiyo maneno hauhitaji, wachana nazo. Alafu wakati mwingine unaenda unanunulia mtoto kama huyu wangu. Mtoto wa mwaka moja unamnunulia viatu pea 4, pea 5. Na atavaa mwaka moja amekuwa mkubwa, utapeleka wapi? You are wasting money. Ununulie moja hawezi vaa ishe, kwani anaendanga wapi? Kaita watuko. Zikiisha utanunua ingine akiwa hiyo age yenye unamnunulia akiwa hapo. Kwanza uko na last born kama mimi, na unamnunulia nguo zinajaa mbali. Kenda ikaira akalulana aitete ko. Nunua hiyo moja avaange hiyo. Watu wakiona ni moja anakuanga no problem. Wakitaka si watupe gift ya nguo. Praise the Lord, praise the Lord. Hapo ndio umaskini imetukamatia, kwa sababu tunataka vitu mingi zenye hatuhitaji. Pastor, I hope we have learned. Wacha nimalizie hapa. Mungu nao tevye tato hiyo sasa. Kama mzazi wako ama shoshi yako nika mzee, na maybe wewe ndiye unamnunulianga nguo, si kununua mingi, kwani anaendanga wapi? Anaenda wapi? Nunulia ya kukaa naye hapo nyumbani. Eti nataka shoshi yangu akae smart. Sawa, akae smart na wewe ukuwe maskini. Buy what is needed, what is necessary. What is necessary. Sawa. Vitu zenye unaona kwa hii kanisa zote tunatumia, hakuna kitu hatutumii, na ndio maana hatuongezi hata viti, sababu hizo zinakariwa, hizo zinatosha. Tusiwekee wageni wenye watakuja siku moja. Hallelujah. Vitu zile unaona hapa zote unaona tunatumia, everything is being used. It's being used. Anything that we buy is what we need, not what we don't need at that moment. Jilimit namna hiyo. Limit yourself to that level. Hata nguo ukiona umenunua yenye unavaa Monday, kwanza kama unaendanga kwa watu wengi kila wakati, yenye unavaa Monday, yenye unavaa Tuesday, Wednesday and Thursday and Friday, Saturday and Sunday, zikifika 7 waachia hapo, kaa miaka 2, alafu utakuja utafuta tena za kununua. Hallelujah. Sio unakaa hii nguo inakaa smart, unanunua zile yenye yani uko na una mahali pa kuweka nguo na ni peke yako na ni zako tu. Unataka kujiua.
hiyo pesa ingekuwa umeweka mahali na kutafutia ingine. Haleluya. Mungu awabariki sana kwa sababu ya kukaa hapa na kusikiza mpaka hapo. Nimemaliza ibada hiyo. Nipigie makofi. Praise the name of Jesus. Acha